Ile ndo kama mlisikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia na mimi pia amenifungia. Msisikieni. Tatizo tu tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? Mimi sijamtukana mtu, si haijatokea mimi kutukana mtu. Zaidi katika mazungumzo ya Sheikh Izzuddin ni kwamba kuna matusi. Yeye mwenyewe amezungumza maneno mabaya na ya uongo, lakini kuna matusi ya watu wamekuja kutukana, kumtukana mufti. Kama ana ushahidi wa zuio hilo, basi tunaomba awasilishe ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar uthibitisho wa barua. Kisiwe chepesi kutoa agizo tu, shekhe fulani asiingie hapa, marufuku. Kipi? Aitwe, aelezwe, kwa sababu kuna mambo mengine ni chuki tu. Kwa hiyo iwe makini. Kuna ndugu zangu, mimi kawaida Ramadhani hii sisafiri sana, lakini kuna sehemu sikosi kusafiri. Dar es Salaam, Kitui na Zanzibar. Lakini kuna ndugu zetu wa Zanzibar wamekuwa huulizia mbona sendi, mbona. Napenda ndugu zangu, sisi Waislamu tuna matatizo. Wallahi sisi Waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna Majlisul Ulama. Kama huku kwetu kuna Qadhi's office. Ile Majlisul Ulama ndio isimamia mambo ya makadhi, ina na mufti. Ile ndo kama mlisikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia na mimi pia amenifungia. Msisikieni. Tatizo tu tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? Mimi sijamtukana mtu, si haijatokea mimi kutukana mtu. Lakini ule rafiki yangu ambao kwamba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule, ana mmoja hawasikizani naye. Na hii ni matatizo katika dini, tukiitia na umimi tutaharibu. Na mimi napenda kuambia, hasa ujumbe huu napenda kumtumia mufti wa Zanzibar. Watamharibia ile kabineti yake. Ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa maslahi ya huyu nampenda mimi, huyu rafiki yangu, huyu kwa karibu na mimi, sawa. Huyu hako na mimi, huyu. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu. Ya kuwa aniungae nitamruhusu, asoniunga block. Hawana hoja. Walimuita huyu bwana, wakamwambia mimi nina matatizo matatu. Tatizo la kwanza, walimuita juzi tatizo la kwanza asema kuna siku moja alialikwa mkutano wa kidini na rais alikuweko, badala ya kwenda kuzungumza mambo ya dini kwenda kumwambia Mama Samia boda si usumbuliwa. Sasa hili ndo la kunifanya mimi sizungumze dini. Kwani mimi huja Zanzibar kuzungumza siasa? Mimi huenda Zanzibar hualikuwa misikitini. Sasa hili ni nafasi nilipata, nikaona wendani wangu, mimi si mwana siasa, nimeomba kama mimi. Kwa nini yeye asitunge protocol? Yaani mimi na dini, protocol muhimu kwangu mimi ni dini. Si mambo ya kisiasa. Mimi popote mkinalika lazima watu wajue, usiniwekee protocol ambayo kwamba haikubaliani na. Kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini, usinialike. Nilikuomba mimi. Na bwana atakuja Ruto hapa, lakini usizungumze. Ukiwa wataka una masharti yako, usinialike mimi. Mimi sijakwambia bwana nipenda mimi nafasi zungumza mbele ya Ruto. Si muhimu mimi. Mimi muhimu mimi nazungumza mbele ya Mungu hapa bwana. Kuna zaidi? Nani muhimu? Wa man ahsanu qawlan mimman daa. Takunekea mtu. Kama wewe mtu kwako ana thamani, mimi Mungu ndo ana thamani. Ikawa hilo ni kosa. Nini? Yaani mimi hakuna mtu ataona kuna klipu mimi nimeweka ya Mama Samia kunambia kusema, kwa sababu mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Kama ni kitu kilikuwa kinanifurahisha mimi ningekiweka kile kwenye mimi niko na mitandao yangu. Huwezi kuona klipu ile. Kila mtu kila mmoja nitumia huna neno. Sina neno nani? Mama Samia wa miaka 5, miaka 10 mpe. Baada ya hapo atakuwa kama wengine. Lakini wewe kuwa na nani? Khalas.
Sasa hilo likawachoma, ikawa mimi yani, pili mimi na permit kule limewachoma pia. Kwa nini mimi nimepewa permit? Sasa mimi nimepewa permit, sasa si serikali nyinyi, si mimi mambo kwa serikali. Wako watu katika majlisi ulama wanatumia, yani majlisi ya kudhaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya. Jamanini, ukiwa kwenye kitengo cha dini, mche Mungu, simamia dini kisawasawa, au toka kwenye hapo, kisha wewe tena utakae. Lakini utataka kwenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wana kongamano kufanyika pale kabla ya Ramadhani. Manake waliweka sharuti, mimi sasa siruhusiwi kwenda kuzungumza Zanzibar muhadhara wote mpaka wapelekewe wao barua, kisha wakipelekewa wae approve kwamba haya tumemruhusu. Mimi nikawaambia wale jamaa, bwana nyinyi mnitaka mimi nimewekewa vikwazo, nendani kapeleke barua. Wamepeleka barua, wamemwambia tutakujibu. Wamekaa mpaka siku Ramadhani imeingia, mwambia baada hatujakutana. Baraza linamtaka Sheikh Izzuddin, kama ana ushahidi wa zuio hilo, basi tunaomba awasilishe ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar uthibitisho wa barua aliyodai kwamba amezuiliwa na Baraza la Ulama au ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuja kuhadhiri hapa Zanzibar. Sasa Baraza la Ulama jana wakatoka na kuzungumza, mzungumzaji akaja akazungumza kwamba mimi nimelikosea baraza. Nukta zilikuwa ni 3. Mimi nimelituhumu baraza, mimi nimemtuhumu baraza, nimemtuhumu mufti, mwenyekiti wa baraza, mimi nimewatuhumu wafanyikazi wa Baraza la Ulama, na nimepewa siku ngapi? 7 nipeleke ushahidi. Sasa na mimi nasema hivi, mimi niko tayari. Sasa siku 7 ni nyingi, hata siku moja. Wataka leo mimi niondoke, kesho nifike niwape, lakini na suala nataka niulize, na wauliza wa baraza, mwataka ushahidi wa Kiislamu kama nyinyi Baraza la Ulama la Kiislamu, au mwataka shahidi kikanuni? Chati tuiwe nyinyi ushahidi mutakao wa Kiislamu kama nyinyi ni Baraza la Ulama la Kiislamu, au mwataka ushahidi wa kikanuni? Chati nijue mimi naja naenda kupambana na watu ambao kwamba wao kanuni ni bora kuliko Uislamu. Sijui mmenifahamu hapa. Msiniite kama Baraza la Ulama mwataka ushahidi, wasema tunataka ushahidi wa maandishi. Tuko sasa, huu ushahidi wa maandishi ni Kiislamu au ni kikanuni? Nyinyi mwataka ushahidi wa Kiislamu. Mimi nakubali kosa moja, nalikubali na nakiri kwamba ilikuwa nizungumze ofisi ya Mufti, nikazungumza baraza, nikataja jina la baraza. Kwa kutaja jina nakiri hili kosa, kwa sababu nimekuja kujua baadaye kwamba kuna ofisi ya Mufti na kuna baraza dini, kuzuia watu sio nini, mambo mengine sio. Ukasikia shekhe fulani kafungiwa, ni chuki tu za mtu binafsi zake mwenyewe. Na mimi natoa angalizo na saa ofisi ya Mufti, asa Mufti hafidhakallah wa raaka, uwe makini sana na hicho kitengo, kisiwe chepesi kutoa agizo tu, shekhe fulani asiingie hapa, marufuku. Kipi? Aitwe, aelezwe, kwa sababu kuna mambo mengine ni chuki tu. Kwa hiyo iwe makini, kwa sababu kuna aya kwenye Arafi na katika Hudi kama sikosei, ala la'natullahi ala dhalimin alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja. Kuna kitu hichi, kwa hiyo tukiogope sana hichi. Kwa hiyo hata mimi naweza nikawa kikwazo kuizuia dini, hata mimi na yule mwingine yote. Hizi aya ndio maana wenzetu walikuwa wakiona aya inasema hivi, walikuwa kuna aya inasema hivi. Tuwe makini sana, tuwe makini kweli kweli, hasa ofisi ya Mufti iwe makini mno, la sivyo kila siku mtu tu, mimi nina chuki na shekhe fulani, nina chuki pengine kateleza tu kidogo, zuia, kwa sababu mimi naye hatuelewani, pengine timu zetu tofauti.
Mie Yanga ye Simba. Huyu ubaya ubwela si huyu sijui nani. Kuna ubaya ubwela si kuna nini maninja. Tahamilivu wako katika kuchukua mambo au ufuatiliaji wako katika mambo ndo uko hivi. Maana unaweza ukasikia tu jambo ghafla bila ya kufanya utafiti na kuwafuata wahusika, ukaanza tu kukaa na kuropoka tu kuzungumza tu maneno makali. Ikiwa hali yako ndo hii, basi ofisi ya mufti kukufungia haina kosa. Ubaya zaidi katika mazungumzo ya Sheikh Izzuddin ni kwamba kuna matusi. Yeye mwenyewe amezungumza maneno mabaya na ya uongo, lakini kuna matusi ya watu wamekuja kutukana, kumtukana mufti na ofisi ya mufti, baraza la ulama, kuwatukana mashekhe wetu na viongozi wetu wote hapa Zanzibar. Kuna comments zimekuja, na hii video ya Sheikh Izzuddin imewekwa katika channel tofauti tofauti. Basi wallahi kuna watu wamekuja kutukana matusi, wengine wanasema makafiri, wanafiki yao. Wallahi Sheikh Izzuddin, haya matusi yote wewe ndo utayabeba.